So wanafunzi, leo hapa niko na nyinyi. If you are a student, you are taking automotive, today let's learn about brake pads. The client is complaining of issue like amechange brake pads juzi. Haijamaliza wiki kama 3 lakini ana feel like brake ya gari yake haiko sawa. So this is the thing to better the caliper. This is a brake pad. This is the brake pads naenda kuonyesha. As you can see, hii brake pads haijaisha. Hii brake pads bado iko sawa, bado inaweza kusukuma the client kilometers kadhaa. But ukiangalia brake pads vizuri, kuna venye iko shiny. Brake pads haifai iko shiny hiyo design. So nataka niwapeleke, let's remove the bracket ya the caliper na tunaenda kutoa this disc. Na tulikuwa tushasema this is the disc brake. There are two main types of brakes ya gari, kuna the drum brake and the disc brake. This is the disc brake na hii yenye tumetoa hapa inaitwa the rotor ama the disc itself. Now this is the disc wadau. So kama mliangalia ile disc nyingine yenye tumetoa haikuwa imeng'ara hii design. So kama brake ya client haishiki na amechange brake pads recently, kuna kuanga na probably the disc imekuwa shiny. When the disc is very shiny, the brake pads haishiki vizuri. So inahitaji kufanywa kitu inaitwa skimming. Skimming ni kuensure that inachongwa ama inaitwa resurfacing. Unachonga kuliko uambie the client anunue the new disc. As you can see, the thickness of this disc bado iko sawa. Unaambia tu jamaa, wewe leta do tuende tukufanyie kitu inaitwa skimming ama resurfacing. So tukimfanyia resurfacing, inakuja ina make sure hiyo brake pads whenever tunaenda kuweka new brake pads, the friction kwa hiyo brakes ina operate under the frictional. Friction ndio inatumika kushika brakes. So these are the brake pads. Tunaenda kumwekea new brake pads. Na tukumbuke ile nyingine haikuwa imeisha vizuri, but because tumemfanyia kitu kama hii, wacha tumwekee tu new brake pads. Leo tulikuwa na alternative ya use a sandpaper tutoe the shiny surface kwa the other brake pads, but the client amesema ako na do. Ajamaa ateseki vile. So we are going to fit him these new brake pads. Kitu tumefanya tu hapa ni kufanya skimming ya hiyo mguu ndio such that brake sasa ikuwe effective. Itakuwa inashika venye inastahili. So these are the way. Hivi ndio tunaweka brake pads wanafunzi wanzangu. Wanafunzi, hivi ndio tunaweka brake pads. Look on how tunaenda kuweka. Alafu hii kitu tuna install hapa inaitwa brake. Hii ni kitu inafanya ile mwenye gari ameachilia brake pad isiendelee kushika the thing. Ina separatisha the brake pads. Yani inasukuma the brake pads apart. Such that usiendeshe gari yako kama brakes inaendelea tu kufinywa. Time unaachilia brake pedal, ukiachilia brake pedal kuna kuanga na ile sasa brake inarudi nyuma na ile fluid ilikuwa imesukuma hii stuff hapa inaenda. So guys, kama we are dealing on brake, kama as your student, you need to press these calipers nyuma. Ukishaweka new brake pads utapata hii caliper haiingii kwa hiyo kitu. So we need this special tool. Tunasukuma nyuma ama tunatumia na style tu ensure umesukuma hiyo kitu nyuma mzuri, so that kuingia hapa isikusumbue. So as you can see, even your tutu inaingizwa. This is the thing. If you are a student, you are doing automotive kwa industry, please focus bana na jiamini. The moment unajiamini, mimi nakwambia kazi iko bana. Kazi iko kwa watu wanajiamini na kujituma. Kama wewe ni mtu unafanya automotive, just follow kwanza my page na nitakuwa na kumotivate. I will motivate you and ensure that unakuwa mtu moto na utakuwa sawa. So as you can see, the brake pads, naona hii kitu inafaa ikisonga hivyo. Ukipata imekwama pia ni shida. So this is the disc brake.